Moja kwa moja katika gazeti letu la kwanza, tunaanza na ukurasa wa gazeti la The Standard. Katika ukurasa wa gazeti la The Standard, taarifa kuu inasema kwamba Police in MP murder. Hicho ndicho kichwa ambacho mwandishi pamoja na wahariri katika ukurasa huu wa gazeti la The Standard wamekiangazia asubuhi ya leo. Mwandishi anasema kwamba Police in MP murder. Pale ndani ameendelea kuandika akisema kuwa suspect link nearly a year after Kasipul MP Ong'ondo Were was gunned down in Nairobi. The murder trial continues to unfold with new twists. Assistant Commissioner of Police Juma Ali Haikal has testified in court that a car he lent to a man, not knowing it would be used to trail the MP on the day of his death, has become a crucial piece of evidence in the case against several murder suspects. Mtazamaji wa ukurasa wa 4 wa gazeti la The Standard bado unazungumzia kuhusiana na kifo hiki cha huzuni chake mbunge wa eneo la Kasipul Ong'ondo Were ambaye aliweza kupigwa risasi kadhaa katikati pa jiji la Nairobi na kuaga dunia tarehe 30 mwaka jana mwezi wa Aprili. Kwa hivyo ni taarifa ambayo ukurasa huu wa gazeti la The Standard umeiangazia kwa kina zaidi kuhusiana na yale matukio yaliyojiri wakati huo kwenye mauaji hayo ya huyu mbunge wa eneo la Kasipul Ong'ondo Were baada ya kutoka katika vikao vya bunge pale katika makao ya bunge, basi ndipo akakutana na mauti yake barabarani katika barabara hii ya Ngong. Kwa hivyo mtazamaji, taarifa iko pale katika ukurasa wa 4 wa gazeti la The Standard, huku mwandishi akilainisha baadhi ya matukio jinsi yalivyokuwa yakitendeka siku hiyo ya kifo chake. Mwendo wa saa 9 dakika 51 mwandishi anasema kwamba suspicious vehicle parked near the MP's car for about 8 minutes kunradhi. Kwa hivyo mwandishi anasema kwamba mwendo wa saa 9 dakika 51 alasiri siku hiyo ya mauti ni kwamba gari ambalo lilikuwa linakisiwa kuwa ndilo lilikuwa linatumika na wahuni ili kutekeleza mauti haya au swala hili ni kwamba lilikuwa karibu na gari la mbunge huyu kwa takriban dakika 8, eneo ambalo magari hayo mawili yalikuwa yameegeshwa. Kisha mwendo wa saa 10 alasiri suspects reposition the vehicle moved and parked facing the MP's car, suggesting they were monitoring him. Mtazamaji, wa mwendo wa saa 10 alasiri ambapo gari hilo aina ya KAZ 645Z liliweza kuonekana likiwa limesongeshwa na kuegeshwa mbele ya gari hili la mbunge wa Kasipul Ong'ondo Were. Mwendo wa saa 1 dakika 31 usiku wa siku ya kifo chake, his vehicle stopped at traffic lights on Ngong Road near City Mortuary roundabout. A gunman got off the motorcycle and opened fire at close range, killing him. Huo ni mwendo wa saa 1 dakika 31 kwa mujibu wa mwandishi katika gazeti hili la The Standard. Anaelezea kilichojiri ni kwamba mwendo huo wa saa 1 dakika 31 basi huyu ambaye aliweza kuonekana akiwa ndiye aliyemuua huyu mbunge wa eneo la Kasipul Ong'ondo Were aliweza kutoka kwenye pikipiki kisha akamsogea kwa ukaribu zaidi akiwa ndani ya gari lake, basi akammiminia risasi mwendo huu wa saa 1 na dakika 31 katika barabara kuu ya Ngong. Kisha mwendo huo wa saa 1 dakika 31 ni kwamba huyu mbunge wa Kasipul aliweza kupigwa risasi 5. Pale mwandishi anaelezea kuwa 5 bullets. The postmortem conducted by Government Chief Pathologist Dr. Johansen Odur confirmed that the MP suffered 5 gunshot wounds which caused severe internal injuries to vital organs. Mtazamaji, risasi 5 basi ziliweza kumiminiwa ndani ya mwili wa mbunge Ong'ondo Were katika barabara ya Ngong wakati alipokumbana na mauti yake. Kwa hivyo ni ukurasa wa gazeti la The Standard umeangazia matukio
jinsi yalivyofanyika siku hiyo ya mauaji. Lakini tukirejelea hiki kichwa cha ukurasa wa gazeti la The Standard kwamba police in MP murder, mwandishi anazungumzia nini? Mwandishi anazungumzia kwamba kuna afisa mmoja ambaye ni kamishna au msaidizi wa kamishna ambaye aliweza kukodisha gari kwa rafikie, gari aina ya KAZ 645Z ambalo liliweza kutumika katika shughuli nzima ya kufanikisha mauaji hayo. Kwa hivyo akikiri mbele ya mahakama huyu kamishna ambaye aliweza kukodisha gari lake kwa huyu ambaye ni mshukiwa mkuu wa mauaji hayo ambaye ni William Imoli. Kwa hivyo anasema kwamba aliweza kukodisha gari hilo siku hiyo ya mauaji, ambapo William Imoli alimpigia simu akizungumza naye akitaka kumweleza kwamba angetaka kulitumia gari lake kisha akaweza kumrejeshea mwendo wa alasiri. Ndipo aliweza kukodisha gari hilo na likaweza kutumika kwa njia hiyo ya kuweza kutekeleza mauaji. Kwa hivyo kamishna huyo aliendelea kuelezea mahakama kwamba yeye alikuwa Nanyuki, bali hakuwa eneo hilo la Nairobi, alikuwa eneo la Nanyuki. Basi alipopata ujumbe kutoka kwa huyu ambaye ni mwandani wake, ambaye pia vile anadai kwamba gari hilo alinunua kutoka kwake, kwa huyo ambaye alikuwa anataka kukodisha gari hilo alinunua kutoka kwake, aliweza kukiri pia vile kwamba alinunua kwa shilingi 300,000. Kwa hivyo alielezea mahakama kwamba alinunua gari hilo kutoka kwa William Imoli kwa shilingi 300,000.